Hatuoi kwa sababu ya sex. Yaani huoi ama uolewi kwa sababu ya sex. Yaani huwezi kununua gari kwa sababu ya saitimila. Au unanunua gari kwa sababu ya buti. Sasa ungetafuta buti tu basi uweke pale ndani. Lakini ukinunua gari inakuja na saitimila. Maana yake ndoa yenyewe inakuja na sex. Iko. Ni moja kitu ambacho kiko ndani ya ndoa. Kwa ukisema sasa unajua mimi nataka nitulize mambo ya mwili wangu. Hutaamini. Na utakuwa huna uwezo wa kunipigia simu mimi. Sasa tutasema sasa kuna mtumishi alisemaga. Kwa hiyo uingii kwa sababu ya hivyo vitu, uingii kwa sababu ya sex, uingii kwa sababu ya hisia. Kuna kitu ambacho kinawaunganisha, ambacho hicho ndio kimefanya muingie, na unaingia ukiwa unafahamu. Na sio wewe tu peke yako, na mwenzako atakiwa awe na ufahamu. Yaani wote wawili mnajua kwa nini mmeingia hapa. Yesu apewe sifa sana. Biblia inasema Mungu akafanya tena, akufanya mtu tena, Mungu akasema akafanya wanyama. Yaani akafanya wanyama. Adamu akaishia kuwapa majina tu. Hakuonekana wa kumsaidia. Ndio sasa akamfanya mwanamke. Akamleta kwa Adamu. Adamu anasema sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu. Hataitwa mwanamke kwa sababu ametoka kwa mwanaume. Maana yake mwanamke alipokuja alikuja akiwa, yani alikuja anajua cha kusaidia nini. Alafu msaidizi sio mtu mdhaifu. Msaidizi ni mtu mwenye nguvu. Huwezi kusaidia kitu ambacho huwezi kusaidia. Lazima uwe na msuli wa kusaidia kitu ambacho mwenzako anacho, au kubeba kile kitu ambacho mwenzako anacho. So ndio maana mimi nasema siku zote kwamba ukienda kwa mtu alafu huyo mtu hana maono, ya nani nakwambia, angalia njia ya kushoto ama ya kulia, ondoka. Hiyo ni kukusaidia tu, ushauri wa bure, kwa sababu hakuna utakachokisaidia. Kwa sababu issue sio mtu kuwa maskini ama hana hela, lakini ana maono, ana vitu amebeba, anavisema. Huyo mtu unaweza kana naye bado mnaweza mkafanikisha mambo. Ngoja nikwambie kitu. Mwanaume kikawaida, mwanaume amebeba mbegu ya mawazo, mbegu ya uzao, mbegu ya kila kitu. Mwanamke ni kama udongo mzuri. Mwanaume atakapoleta hiyo mbegu ya mawazo kwa mwanamke ni kama udongo mzuri ambapo anapanda, afu yule mwanamke sasa anazalisha kile kitu ambacho mwanaume amekileta. Sasa bahati mbaya hata mwanamke mwenye ajui kama ni udongo mzuri. Kwa maana natakiwa kile kitu akichukua. Sasa leo ndani nikwambia kwamba wewe kama ni mwanamke huko hapa una uwezo wa kuzalisha vitu vikubwa sana kutokea kwenye mbegu ya mwanaume. Sio watoto tu, hadi maono. Ile vision kubwa ambayo mwanaume anayo, una uwezo wa kuizalisha ikatokea ikawa kitu kikubwa. Ikawa kitu kikubwa. Mungu ameweka huo uwezo ndani ya mwanamke. Mwanaume yeye ana uwezo wa hayo mawazo, vitu alivyovibeba, lakini wewe ni udongo ambao ni udongo sahihi mwanaume kupanda kwako. Kwa hiyo ni muhimu naposema, ukiona umekwenda kwa mtu na hana maono, hana vision, tafuta njia ya kulia au ya kushoto, nenda, ondoka. Kwa sababu huna cha kuzalisha zaidi ya watoto. Watoto sawa utazalisha, ila vingine utazalisha. Na uzuri wa Mungu ameweka baraka kwa hao watu wawili. Mtakapokutana, mtakapounganishwa, yale maono utakapoleta kwa mke wako, lazima yalete matokeo. Lazima yalete matokeo.
Kwa hiyo nakuombea Mungu akupe mtu sahihi. Dada upewe mtu sahihi wa kiume ambaye ana maono, na kaka upewe mtu sahihi mwanamke ambaye atabeba ulicho nacho na kukizalisha zaidi na